Israel na Hamas wamekubaliana kusitisha mapigano, hatua ambayo inaweza kusababisha kuachiliwa kwa mateka waliobaki ndani ya siku chache, ikiwa ni hatua muhimu zaidi hadi sasa kuelekea kumaliza mzozo ulioua zaidi ya watu 67,000 huko Gaza. Makubaliano hayo yaliyopatanishwa nchini Misri chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani chini ya Rais Donald Trump yanataka Hamas kuachilia mateka wote kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina takribani 2,000, huku Israel ikianza hatua za kujiondoa kwa awamu kutoka Gaza. Makubaliano hayo pia yanafungua ukanda huo kwa misaada ya kibinadamu baada ya miaka 2 ya mzingiro na mashambulizi ya mabomu. Rais Donald Trump ametangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikiwa kati ya Hamas na Israel ili kusitisha vita vilivyodumu kwa miaka 2. Trump amethibitisha taarifa hiyo baada ya kukabidhiwa ujumbe na Marco Rubio wakati wa kikao cha majadiliano na kundi la Antifa Jumatano, na baadaye ameandika kwenye Truth Social akisema, "Ninajivunia kutangaza kwamba Israel na Hamas zote zimekubaliana kusaini awamu ya kwanza ya mpango wetu wa amani. Hii inamaanisha kwamba mateka wote wataachiwa hivi karibuni na Israel itaondoa jeshi lake hadi kwenye mstari uliokubaliwa kama hatua ya kwanza ya kuelekea amani imara, ya kudumu na ya milele. Pande zote zitachukuliwa kwa usawa. Hii ni siku kubwa kwa dunia ya Kiarabu na Kiislamu, Israel, mataifa jirani yote na Marekani. Tunawashukuru wapatanishi kutoka Qatar, Misri na Uturuki waliotusaidia kufanikisha tukio hili la kihistoria na la kipekee. Heri kwa wapatanishi wa amani." Mwisho wa kile ambacho amekiandika. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema baraza lake la mawaziri litakutana kuidhinisha makubaliano hayo, akiyaita ushindi wa kidiplomasia na ushindi wa kimaadili kwa taifa la Israel. Hamas nayo imethibitisha makubaliano hayo ikisema yanajumuisha kuondolewa kwa majeshi ya Israel na ubadilishanaji wa mateka na wafungwa. Hapa ninanukuu, "Tunathibitisha kwamba kafara za watu wetu hazitakuwa bure na tutaendelea kushikamana na ahadi yetu kutokuwahi kusaliti haki za kitaifa za watu wetu hadi uhuru, kujitegemea na haki ya kujiamulia itakapopatikana," ilisoma taarifa ya kundi hilo. Chanzo kutoka ndani ya Hamas kiliambia shirika la habari la AFP kwamba ubadilishanaji wa kwanza utahusisha mateka 20 walio hai kwa wafungwa 1950, wakiwemo 250 wanaohukumiwa kifungo cha maisha. Ursula von der Leyen, mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya, amepongeza makubaliano hayo ya kusitisha mapigano na kuwasifu Marekani, Qatar, Misri na Uturuki kwa kufanikisha hatua hii muhimu. Wapalestina waliokuwa wakishambuliwa bila kukoma huko Gaza wamepokea tangazo la makubaliano hayo kwa faraja na shangwe, wakiona ni matumaini ya kweli ya kumaliza vita vya Israel huko Gaza. Baada ya taarifa za makubaliano kuenea katika ukanda huo uliozingirwa, wakazi wa mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza wamejitokeza barabarani kusherehekea, wengi wakitumaini kuwa hii ndiyo fursa ya kwanza ya kweli ya kupata pumziko baada ya Israel kuvunja makubaliano ya muda ya kusitisha vita zaidi ya miezi 6 iliyopita. Hii ni Poa Africa.